Karibu mpenzi msikilizaji kwenye sehemu ya 7 ya simulizi ya The University Life. Sehemu ya 6 tulisha pale Haila na Alexander walivyokuwa wanaongea na wakapanga kuonana siku inayofuata. Nini kiliendelea? Basi ungana nami katika sehemu hii ya 7. Na ili usiweze kukosa sehemu zinazofuata, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa kila tunapo-upload. Karibu katika sehemu ya 7. Marafiki zake Haila, yaani Najrat, Juliet na Helen wakiwa chumbani walikuwa wanapiga stori mbalimbali. Basi Najrat aliwaambia wenzake, jamani, mimi natoka, nitarudi kesho. Najrat, usiku huu unatoka, unaenda wapi? Aliuliza Helen. Msijifanye hamjui, kwani nyie mnaendaga wapi? Sawa bwana, kwa heri. Basi Najrat aliagana na marafiki zake akatoka. Warembo hawa ndo ilikuwa kawaida yao, kila ilipofika usiku walipokizana kulala kwa wanaume wao. Kila siku walikuwa wanaenda kukutana na wapenzi wao ili waweze kukidhi mahitaji yao. Wenyewe walidai bila danga maisha hayaendi mjini, hivyo walitumia miili yao kama chanzo cha kipato ili tu waweze kula, kusuka na kuvaa vizuri. Najrat akiwa chumbani na mpenzi wake alikuwa amelala juu ya kifua kile kilichopendezeshwa na bustani nzuri. Walikuwa wanaongea mengi baada ya shughuli nzito iliyofanyika usiku huo. Yule mwanaume alianza, Najrat, mimi natamani ni kuoe, lakini Hemedi, wewe si una mke tayari? Sawa, lakini dini inaruhusu kuoa mke wa pili. Ndiyo, lakini hapana, ngoja nisome kwanza. Kwani nikiwa nimekuoa huwezi kusoma? Mimi sipendi yale maisha unayoishi mpenzi, nataka uwe na maisha mazuri. Nivumilie mpenzi. Sawa Najrat, lakini jaribu kufikiria juu ya swala hilo. Okay, sweetheart. Ni baadhi ya story walizokuwa wanapiga wawili hawa walipokuwa chumbani. Hemedi alikuwa mtu mzima wa makamo, lakini alikuwa anatumia pesa zake kuwadanganya wadada wa chuo. Kila mwaka alikuwa anachagua mdada mzuri anapita naye. Japokuwa alikuwa ameoa, lakini tamaa zake hazikuishia kwa mkewe, alitoka mpaka na vigori. Siku iliyofuata, kama alivyopanga Alexander na Haila walikutana. Haila alikuwa amevaa vizuri kiasi kwamba Alexander alipomwona alipigwa na bumbuazi. Aliona kila siku Haila anazidi kuwa mzuri. Haila aliingia ndani ya gari ambapo alimwona vyema Alexander akiwa ndani ya pamba kali. Kama kawaida yao, waliangaliana muda mrefu na hakuna aliyemaliza kumwangalia mwenzake. Basi walisalimiana, na baada ya salamu Alexander alimwambia Haila, nataka nikupeleke sehemu moja iliyotulia, tukashinde huko, alafu nikurudishe jioni. Tunaenda wapi? Alexander hakujibu kitu. Alianza kuendesha gari mpaka alipofika nje ya geti kubwa jeusi ambapo lilifunguliwa, wakaingia. Baada ya kushuka, Haila alikuwa anashangaa tu, kwani walikuwa nje ya mjengo mkali wa kifahari. Haila hakujua walikuwa wapi. Basi Alexander alimwangalia akamwambia, karibu sana mrembo. Asante, lakini Alexander, hapa wapi? Mbona sielewi? Usijali, utaelewa tu. Basi Alexander alimshika mkono Haila, wakaenda mpaka sehemu ambayo ilikuwa tulivu sana. Walikuta meza na viti na vinywaji vikiwa vimeandaliwa vizuri. Basi walikaa wakamimina juice kwenye glasi, wakaendelea kunywa huku akiendelea na maongezi. Haila, najua unajiuliza hapa wapi, lakini usijali, hapa ni nyumbani kwangu. Nyumbani kwako? Ndiyo Haila. Wewe si uliniambia unaishi na wazazi wako? Ndiyo,
lakini hii nyumba nimepewa na baba yangu. Oh, kumbe basi baba yako inaonekana anakupenda sana. Ndiyo, natamani baba yangu na mama yangu wakujue. Usijali, watanijua tu. Mfano, nikakwambia leo nikupeleke nyumbani wakujue, utakubali? Alexander, wanijue mimi kama nani? Ni rafiki yangu jamani, kila rafiki nayepata anajulikana nyumbani. Basi tutaenda siku nyingine. Alafu nimekumbuka wiki ijayo baba yangu na mama yangu wanasafiri. Ilikuwa vizuri wangekuona kabla hajaondoka. Nitaonana nao wakirudi, wala hata usijali. Hapana Haila, mimi naomba wakuone kabla hawajaondoka. Basi tutaenda kabla hawajaondoka. Wow, vizuri. Hivi Haila, unajisikiaje ukiwa na mimi? Kawaida tu. Vipi kwani? Mwenzako kila nikikutana na wewe lazima nikuote. Huwa unaota nini? Muda ule ule simu ya Alexander ilianza kuita na alikuwa anapiga alikuwa Adric. Basi alipokea. Hello? Oya, vipi, uko pande zipi? Nipo tu, sehemu nzuri, nimetulia. Wewe je? Unataka nimtafute Catherine tukale bata? Si unajua tena leo weekend. Haya bwana, mimi nipo tu. Yaani wewe umezidi utoto. Wenzako tunaenda kula bata na wapenzi wetu, wewe upo tu nyumbani. Utakuwa lini bro? Mbona mimi sipo nyumbani? Alafu unajua jana demu wako kanitafuta. Demu wangu? Nani? Si yule unayejigamba naye eti mtoto mzuri, mara anakupa wewe tu. Mbona kanitafuta usiku? Na hisi alikuwa hajalala, alikuwa ananiwaza tu. Acha utani Alexander. Catherine kakutafuta wewe? Ndiyo. Tena kaja hapa nyumbani? Ndiyo. Tena kaja mpaka nyumbani. Kaja pale alikuwa anaongea vitu hata simuelewi. Usigune, ndo hivyo, mtoto humfikishi nini. Alexander aliendelea kuongea na Adric huku akiwa anamtania Adric asijue kuwa Manuel. Alexander aliendelea kuongea na Adric huku akiwa anamtania Adric asijue kuwa maneno yale yalikuwa yanamuumiza Haila. Haila alishindwa kuvumilia, alisimama akataka kutoka sehemu ile ili asizidi kuumia. Haila alikuwa na wivu wa ajabu, japokuwa Alexander hakuwahi kumtamkia kuwa anampenda. Sasa Haila alipokuwa anasikia maneno yale anayoongea Alexander, alijikuta anaumia na alishindwa kuvumilia akanyanyuka. Alexander alipoona Haila ananyanyuka, aliweka simu kwenye meza akamfuata. Alipomfikia alisimama mbele yake akamwambia, Haila, unaenda wapi? Haila hakujibu kitu. Alitaka kuendelea kuondoka, Alexander akawa anamzuia. Ila Haila alipotaka kupita, Alexander alimzuia, ikawa kama mchezo. Hakika wale hawa walipendana. Sema ndio hivyo, hakuna aliyetaka kueleza hisia zake kwa mwenzake. Alexander, nipishe bwana. Haila alisema hivyo, akataka kumsukuma Alexander, lakini Alexander alidaka mikono ya Haila alafu akamvutia kwake. Haila alijihisi hali ya tofauti sana, kwani ilikuwa siku yake ya kwanza kukumbatiwa na mwanaume. Alexander alimtuliza Haila kifuani, alafu akawa anampapasa taratibu mgongoni. Mtoto wa kike alikuwa anahisi raha ya ajabu, akasahau kabisa alikuwa na hasira, eti kisa kusikia Alexander anamwongelea mwanamke mwingine kwenye simu. Cha kushangaza ni kwamba Haila alikuwa hajatamkiwa na Alexander kuwa anapendwa, lakini tayari mrembo Haila alikuwa na wivu kwa Alexander. Ama kweli mapenzi majani huota popote. Japokuwa wanaume wengi walikuwa wanatamani hata kushika tu, lakini haikuwezekana. Sasa siku ya leo mtoto wa kike alikuwa ametulia kifuani mwa rais wa chuo.
Alexander alikuwa anahisi joto kali lililokuwa anatengenezwa na kifua cha mrembo huyo. Alijikuta anasahau kabisa kuwa yule hakuwa mpenzi wake bali rafiki tu. Hii ni kwa sababu alikuwa hajamweleza chochote kuhusu hisia zake, japokuwa usiku alikuwa halali anamwaza tu mrembo huyo. Basi taratibu Alexander alianza kutoa shingo yake kwa Haila ili alambe asali tamu iliyokuwa mdomoni. Taratibu alipeleka mdomo wake kwa Haila. Haila alizidi kujisi hali ya tofauti baada ya lipsi zake na za Alexander kukutana. Alexander aliingiza ulimi mdomoni mwa Haila na hapo ndipo Haila alishtuka, akajitoa kwa Alexander asiamini kilichotokea. Haila alipomwangalia Alexander aliona aibu, akaenda kukaa kwenye kiti, akanamisha kichwa chake chini. Alexander alibaki pale pale walipokuwa wamesimama. Hata yeye alikuwa haelewi jinsi ilivyotokea mpaka akakumbatiana na Haila. Alijikuta anatabasamu tu, kwani tukio lile lilikuwa la faraja kwake. Aliamini kwa hali ile Haila atamkubalia tu, lakini hakutaka kumwambia Haila mapema, kwani aliogopa kukataliwa. Basi mwanaume alianza kutembea, akaenda sehemu ile Haila aliyokuwa amekaa. Haila, mbona umeinama? Nyanyuka basi. Nini Haila? Nitizame basi. Nikuangalie nini? Niangalie bwana. Haila alinyanyua macho yake akamtazama Alexander. Alexander alizidi kushawishika baada ya kumwona Haila. Hii ni kwa sababu macho ya Haila yalikuwa yamelegea sana. Alexander alijua tu kwa Haila hakuwa kwenye hali ya kawaida. Basi alimwambia, Haila, mbona hivyo, uko poa? Niko poa, lakini nataka kurudi nyumbani. Mbona mapema Haila? Si tulikubaliana tunashinda wote alafu baadaye ndo nakurudisha nyumbani? Kwani tunafanyaje hapa? Nataka nikapumzike. Haila, abe, unanipenda? Haila alishtushwa na swali hilo. Hakutegemea kabisa kama Alexander angeweza kumuuliza swali kama hilo. Kwa nini unauliza hivyo? Jamani, kwani vibaya? Tuachane na hayo bwana. Basi waliendelea na stori nyingine. Ilipofika majira ya saa 7 walikula. Yaani siku hiyo walienjoy sana. Mtu ambaye hawajui angewaona angesema ni wapenzi, tena wanaopendana. Adric alipoona Alexander yupo kimya haongei, aliamua kukata simu. Maneno yale aliongea Alexander yalimuumiza sana, kwani alikuwa anampenda sana Catherine. Kuna muda aliamini kweli Catherine anamtaka Alexander, kwani wanawake wengi walikuwa wanamtaka Alexander, hivyo aliamini hata Catherine wake labda anampenda rafiki yake huyo. Basi aliamua kumpigia tena Alexander, kwani maneno yale hakumwingia akilini kabisa. Hello? Alizungumza mara tu baada ya kuona simu imepokelewa. Niambie Adric. Fresh tu. Mbona muda ule ulikuwa ukimya ghafla? Kuna kitu nilikuwa nafanya ndio maana. Sawa. Alexander, ujue maneno yako sijaelewa kabisa. Maneno gani? Kwa hiyo umeshasahau ulioniambia muda ule? Kumbe hujasahau tu, nilikutania bwana. Utani gani huo rafiki yangu? Unazingua ujue. Huwezi kuniambia maneno yale tena kuhusu mwanamke wangu. Utani bwana, lakini kweli jana alikuja hapa nyumbani usiku. Hata mimi sikumuelewa kabisa. Kweli? Kweli? Alipokuja alikwambia nini? Alisema kuna mzigo kaambiwa anipe, lakini nilipotoka hakunipa. Alikuwa anang'ang'ania niingie ndani ya gari, nilipokataa akaondoka zake. Poa, nenda basi. Adric alikata simu. Maneno yale yalimchanganya sana. Aliona wivu, kwani alihisi Catherine anampenda Alexander, kitu ambacho hakutaka kitokee kabisa. Aliapa akibaini kweli Catherine anampenda Alexander, basi atafanya kitu ambacho hataamini kabisa.
aliamua achana na maneno yale aliyosema Alexander na akampigia Catherine wake. "Hello darling," alisema Adric. "Hello, mzima?" "Mimi mzima, sijui wewe kipenzi changu." "Niko poa, niambie, upo nyumbani au?" "Yeah, but kuna sehemu nataka niende." "Catherine, wapi unaenda?" Naenda kumsalimia auntie." "Catherine, naomba leo tuonane." "Nimekwambia natoka." "Catherine, kwani kwa auntie huwezi kwenda hata kesho?" Siwezi kupangua ratiba zangu kisa wewe." "Catherine, unasemaje? Hujasikia au?" "Catherine, unajua kabisa nakupenda na unajua nimekumisi. Kwa nini unabadilika ghafla? Au kuna chochote nimekukosea Catherine?" aliongea Adric kwa upole sana. "Tutaonana kesho bwana." Catherine alijibu hivyo akakata simu. Yaani Catherine alipokuwa anaongea na Adric aliona anapotezewa tu muda. Alichukua anawaza kwa muda huo ni kumpata tu Alexander na wala sio kuendelea kung'ang'aniwa na Adric. Adric hakuamini kabisa maneno yale aliambiwa na Catherine. Alizoea siku zote alipomtafuta Catherine alijibiwa kwa maneno mazuri na hata akiomba chochote alikubaliwa. Sasa siku hiyo ilikuwa tofauti kabisa, kitu ambacho kilimchanganya sana. Cha muhimu kwa wakati huo aliona bora tu amtafute rafiki yake Catherine ili amuulize labda anaweza akampa msaada. Karen akiwa kitandani na Frederick walikuwa wanaongea mengi sana. Wawili hawa walikuwa wanapendana sana. Siku hii ya weekend walitumia vyema kuimarisha penzi lao. Basi Karen alimwambia Frederick, "Babe, unanipenda kweli?" "Ndio, nakupenda sana Karen wangu, tena sana. Wewe ni malkia wa moyo wangu." "Nashukuru mpenzi, naomba usiwaze kuniacha, nakupenda sana." "Usijali kuhusu hilo, wewe ni mke wangu mtarajiwa." "Asante, naomba Frederick wangu awe wangu tu." Si unamwona katulia kwako, hawezi kwenda kwa mwanamke mwingine." Wawili hao walipokuwa wanaendelea kuongea kuhusu penzi lao, mara simu ya Karen iliita. Adric anapiga, sijui ana shida gani. Karen alimwambia Frederick, "Kwani ana tabia ya kupigia mara kwa mara?" "Hapana, tangu siku ile aliponiambia niende sehemu ile mliokuwa, hajanipigia tena." Sawa, pokea." Karen alipokea simu huko akiwa anamwangalia mpenzi wake. "Hello?" alizungumza Karen. "Hello Shem, mzima?" "Mimi mzima, sijui wewe." "Mimi niko poa." "Karen, nikuulize kitu?" "Uliza tu shemeji yangu." "Hivi Catherine yupo kwenye mahusiano na mwanaume mwingine au?" "Naomba niambie ukweli." Swali hili lilimshtua sana Karen, kwani hakujua aseme nini, kwani ameshawahi kumsikia rafiki yake akisema anampenda Alexander. Aliweza kusema hayo, lakini akaona bora tu aseme hajui kuliko kuvunja mahusiano ya watu. "Hapana, bwana Catherine anakupenda sana. Naona kabadilika sana, nashindwa kumuelewa." "Usijali Shem, labda yuko busy tu ndio maana." "Sawa Shem, nashukuru." Baada ya Adric kukata simu, walianza kuongea tena kuhusu Adric. "Umeona mwenzio huko, nahisi anasalitiwa." "Mbona sasa umemwambia hujui?" "Sipendi kuingilia mapenzi ya watu." "Sawa mpenzi, waache wayajenge wenyewe." Wapenzi hawa hawakutaka kuongea mengi kuhusu Adric. Waliendelea kupeana mahaba ili kuifanya weekend yao izidi kuwa nzuri. Naendelea kukukumbusha mpenzi msikilizaji kuwa hii ni The University Live na hii ni sehemu ya 7. Kujua kipi kilifuata, basi usikose sehemu ya 8, na ili usiweze kukosa sehemu ya 8 tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa kila tunapo upload. Msomaji wako ni mimi Angelava Jozi. Unaweza kunipata kupitia nambari ya simu ya 0713 61 17 96.
Karibu na endelea kuwa pamoja nasi.